ujumbe wa Ibrahim Traore aliyopewa na kutokewa na Yesu mwenyewe na kuambiwa abatizwe. Nao mpango mkubwa kwa taifa la Burkina Faso na yeye pia. Ibrahim Traore anaanza kwa kusema, kukutana kwangu na Yesu kumetokea bila kutazamia, katika wakati ambao nchi ilipitia hali mbaya ya kiuchumi baada ya ugaidi wa kikatili ambao uliua raia wengi wakiwemo wanawake na watoto. Nilijikuta nimebaki mwenyewe ofisini kwangu hadi usiku sana. Nililia mbele za Mungu usiku ule, kwa Mungu aliyeumba kila kitu, kutaka kujua kwa nini maasi yatokee kwa kiwango kile. Nilimuuliza Mungu, kwa nini watu wasio na hatia wanateseka? Kwa nini juhudi zangu za kuwalinda watu wangu hazikuweza kuwasaidia? Ikiwa katika kuomba na kuwaza hayo, Yesu alinitokea siku hiyo katika muonekano wa kimwili, sio katika muonekano wa kimwili bali katika roho, akiwa na nguvu sana, na hapo ufahamu wangu ulifunguka na nilijua kila kitu zaidi ya kawaida. Yeye huyo mwana wa Mungu, mkombozi wa ulimwengu, nilimpa maisha yangu usiku ule nikiwa mwenyewe ofisini kwangu. Nilimwambia Yesu, kama ni wewe, kama ni kweli wewe ni njia ya kwenda kwa Baba Mungu, najisalimisha kwako. Naamini, nifanye niwe wako. Ghafla amani ikamiminika moyoni mwangu. Wakati huo huo, hali ile haifanani na chochote, wala sikuwahi kupitia hayo. Tangu niwe rais, ni mara ya kwanza ule uzito wa mzigo wa uongozi umeshushwa kwangu. Sio kwa sababu majukumu yangu yamepungua, bali najua kwa sababu sitabeba tena mzigo huo peke yangu tena. Miezi 3 imepita tangu nimkiri Yesu Kristo. Nilianza kusoma Biblia sana. Mara nyingi nilikuwa nasoma wakati wa usiku, majukumu yangu ya siku baada ya kuisha. Nilikuwa nakutana na Wakristo kwa siri, hasa mchungaji ambaye ndiye aliyekuwa mwalimu wangu wa kiroho, nikiwa najifunza nini maana ya kumfuata Yesu Kristo. Niliomba kila siku wakati wa vikao kabla ya kufanya maamuzi makubwa. Imani yangu imekuwa thabiti na inayokuwa kila siku, lakini pia ilikuwa ni asiri ya kujificha, ilijulikana kwa wachache tu. Swala la ubatizo limekuwa likijirudia sana katika kichwa changu. Rafiki yangu mchungaji alinieleza umuhimu wa ubatizo na kukiri imani yangu mbele ya watu wote isiwe ya siri, ikimaanisha kufa na kufufuka na utii kwa Kristo. Lakini kila nilipokuwa na waza, uoga uliniingia. Ubatizo sio kitu kinachoweza kufanywa kimya kimya, unatakiwa ufanyike wazi. Na kwangu mimi kama rais, lilikuwa ni tatizo kubwa. Muda sio sahihi, nilimwambia mchungaji wangu. Tupo katikati ya operesheni muhimu ya kijeshi, pia kuna uchaguzi unakuja, nahitaji kusubiri kwa muda. Hakunielewa. Aliniambia, Ibrahim, najua ugumu unaopitia kutokana na nafasi yako, lakini kumbuka, Yesu hatuhitaji tusubiri hadi muda unaofaa kwetu ili tumtii, bali anataka tumwamini katika yote yatakayotupata kwa kutii kwetu. Nilijua yupo sahihi, lakini kujua na kufanya ni vitu viwili tofauti, hasa katika hali hii ya kuwajibika kwa ajili ya taifa lote. Hivyo nilichelewa, nikidhani hiyo ndiyo hekima, nikijaribu kuipuuza sauti ndogo ndani yangu ikiniambia fanya hivyo. Ndipo baadaye nilipata maono. Ilikuwa ni siku ya Jumanne usiku. Nilitumia siku hiyo katika mambo ya kiusalama, bajeti ya vikao pamoja na mikutano niliifanya siku hiyo, pamoja na kupiga simu kwa wanadiplomasia wa Ufaransa ambao hawakupendezwa na kukua kwa serikali yangu na kujitegemea kutoka magharibi. Nilikuwa nimechoka, akili nayo imechoka. Nilienda kulala katika kota binafsi katika jumba la Ikulu. Uzito wa kutomaliza kazi na matatizo mengi yasiyotatuliwa vilikuwa vinajirudia akilini mwangu. Nililala, ghafla nikajikuta sipo tena chumbani kwangu. Nilijiona nimesimama pembeni ya mto, lakini hii haikuwa kama ndoto zingine.
nilizowahi kuziota. Katika hii kulikuwa na ukweli na uhalisia na uwazi. Ilikuwa na uhalisia zaidi. Nilihisi joto la jua katika ngozi yangu. Nilisikia sauti ya maji ikigonga mawe katika mto huo. Nilihisi hewa safi pembeni ya mto. Niliona majani mazuri na vijiwe vidogo vidogo vizuri pembeni ya mto huo. Nilijiangalia chini na niliona nimevaa nguo nyeupe badala ya zile nguo zangu za kijeshi na combat au sare za uraisi. Mto huo mbele yangu ulikuwa mzuri sana, wenye maji safi yanayotembea taratibu. Ulizungukwa na majani mazuri. Mazingira yale sikuyafahamu. Sio Afrika Magharibi, labda Afrika ya Kati, lakini sikuwa na uhakika na hilo. Kisha nikasikia sauti za miguu. Nikageuka. Mtu alikuwa akitembea kuja kwangu. Pembeni ya mto, akiwa bado mbali kidogo, aliamuru utulivu. Alipozidi kusogea, moyo wangu ulianza kudunda. Alivaa mavazi meupe. Macho yake yalikuwa ni nuru yenye upendo, ukarimu, nguvu. Vyote vilibebwa katika macho yake. Nilijua haraka tu huyo ni nani. Nilipiga magoti. Bwana wangu Yesu Kristo, nilisema huko, sauti yangu ikitetemeka. Alitabasamu na tabasamu lake lilibeba amani ya moyo sijawahi kuona. Simama Ibrahim, alisema kwa upole. Nimekuja kuongea na wewe, sio kama mtu na mfalme wake, lakini kama rafiki kwa rafiki yake. Sikuweza kumtazama uso wake, lakini huyo ni Yesu Kristo, ni yeye. Hivyo kwake nilisalimisha maisha yangu miezi mitatu iliyopita, na sasa amesimama mbele yangu. Rais wa Burkina Faso, kamanda wa kijeshi, kiongozi wa kimapinduzi. Vyeo vyote hivyo viliyeyuka mbele ya uwepo wake. Hapo nilikuwa tu Ibrahimu niliyesimama mbele ya Mwokozi wangu. Nilisema, Bwana wangu, kwa nini umekuja kwangu? Alisema, tunahitaji kuongea Ibrahimu, kuhusu wewe ni nani hasa. Nimekuita duniani kufanya nini? Na kuhusu hicho ulichokuwa unakikwepa. Tulianza kutembea kwa muda kidogo. Hakuna aliyeongea kati yetu. Nilihisi upendo wa ajabu. Nilimuuliza, unazungumzia ubatizo? Alinijibu ndiyo, lakini kwanza nataka nizungumzie jambo lingine. Niambie Ibrahim, wewe ni nani? Yesu alisema. Nilijibu, mimi ni rais wa Burkina Faso, ni kiongozi wa kijeshi, ni mtu niliyepewa majukumu kuongoza mamilioni ya watu. Hivi ni vyeo ulivyo navyo, majukumu ulionayo, lakini wewe ni nani hasa? Yesu aliuliza tena. Niliwaza muda kidogo, nikajibu, mimi ni kijana wa Burkina Faso, mimi ni Mwafrika, ni mtu niliyetaka kuona watu wangu wanakuwa huru na kila unyonyaji na ukandamizaji unaondoshwa. Lakini hayo yote pia ni majukumu yako na utambulisho wako ulioegemea kwenye yale unayoyafanya au kwenye unayoyaamini katika siasa. Yesu aliuliza tena, wewe ni nani kwangu Ibrahimu? Hapo nikajibu, mimi ni mwanao, mfuasi wako, mimi ni yule ulioniokoa. Hapo alitabasamu na akasema, ndiyo, huo ndio ukweli, na hivyo ndivyo ulivyo. Hakika wewe ni kijana wangu mpendwa, katika wewe napendezwa. Vingine vyote, uraisi, kiongozi wa kijeshi, kiongozi wa kimapinduzi, hivyo vyote ni vya ziada katika lile la kuwa wewe ni mwanangu. Unaamini hilo? Nilijibu, ndiyo Bwana wangu. Hata sasa ninavyoongea na hofia ikiwa naamini sawasawa. Aligeuka na kunishika bega. Ibrahim, nimekuweka katika nafasi hiyo ya uongozi, sio bahati nasibu, wala sio kwa sababu matokeo ya kisiasa au kwa sababu ya jeshi ulikopita, bali nimekuweka katika nafasi hiyo kwa sababu nina mpango juu ya taifa hilo la Burkina Faso, na nimekuchagua wewe kuwa sehemu ya kukamilisha mpango huo. Lakini
uelewe jambo hili. Unaweza tu kutimiza yote niliyokusudia kwako kwa kujifunua wazi kuwa wewe ni mwanangu, wala sio kwa vyeo vyako vya urais, kiongozi wa kimapinduzi au ujeshi. Maneno hayo yaliingia ndani, yalinifungua kitu, na nikabaki na ushangaa ufahamu niliokuwa nao mwanzo. Niliuliza, unamaanisha nini bwana wangu? Alijibu, unajaribu kutengeneza usawa badala ya kunikili mimi. Unajaribu kuficha imani yako kwa sababu ya cheo cha uraisi. Tenganisha uraisi na imani yako, Ibrahim. Unadhani unaweza kunifata mimi kwa siri, wakati huo ukiendelea kujizuia kwa dunia kuwa wewe si mwanangu au wewe sio wangu? Mimi sifanyi kazi hivyo, Ibrahim. Sihitaji tu sehemu ya maisha yako, bali na kuhitaji wewe mzima. Nahitaji maisha yako yote. Hiyo inajumuisha uongozi wako na imani yako na utu wako. Nilichanganyikiwa kidogo, nikasema, bwana wangu, lakini wewe unajua mazingira nilionayo. Kama nitakiri hadharani imani yangu, kama nitajulikana wazi kuwa mimi ni Mkristo, italeta shida. Adui zangu watatumia hiyo njia ya kunidhuru. Watasema nataka kuifanya Burkina Faso kuwa nchi ya Kikristo. Wakati huo 60% ya wakazi au wananchi wa Burkina Faso ni Waislamu na Wakristo ni 40% tu, na wengi katika hawa wameegemea katika dini za Kiafrika. Hawa maadui watapanda mbegu ya mgawanyiko, hivyo itaharibu kila kitu chema ninachojaribu kukifanya kwa ajili ya taifa hili la Burkina Faso. Yesu Kristo aliniangalia kwa upole, akasema, kwa kuwaza matokeo ya hofu nilionayo, akasema, hicho ndicho kinachokuzuia wewe kutimiza ambayo nataka kuyafanya kupitia wewe. Maswali yake yalinifanya nikose majibu. Yesu alikuwa akitembea nami, nilikuwa nafata hatua zake. Mto uliendelea kutiririsha maji taratibu pembeni yetu. Kisha Yesu akasema, Ibrahim, ngoja nikuambie ninachokiona ninapoitazama Burkina Faso. Ninapouangalia uongozi wako, namuona kijana mwenye upendo wa kweli kwa watu wake, na mwenye uthubutu wa kusimama kinyume na unyonyaji na rushwa, na mwenye maono ya mbele ya taifa. Hizi ni zawadi mimi ndiyo nimekupa, na ninapendezwa sana unapozitumia. Lakini pia na kuona ni kiongozi unayejaribu kutimiza malengo yangu kwa kutumia hekima ya kibinadamu na nguvu za kibinadamu. Umejaribu kuunganisha watu wako kupitia siasa, kupitia hekima za kibinadamu, kupitia Uafrika mliouzoea, kupitia viapo vya mshikamano na umoja. Hivi si vitu vibaya, Ibrahim. Vinaakisi ukweli kuhusu mshikamano wa kibinadamu. Mimi niliviandika hivi katika uumbaji. Lakini umoja unaoegemea katika siasa, hekima ya kibinadamu ni ubatili. Vinaweza kuvunjika muda wowote makubaliano yenu yanapovunjika. Ushindani wa tamaa za kibinadamu unapowaingia, au tabia za kibinadamu zinaweza kuleta mgawanyiko na kuharibu hayo yote. Bali umoja ninaotoa mimi unaimarisha siasa, utu, imani. Ni umoja wenye mizizi yake katika ukweli ya kwamba watu wote wameumbwa kwa sura yangu, watu wote wana thamani sawa, ya kwamba upendo wangu unaenea kwa kila mtu. Ibrahim aliuliza, lakini na waongozaje watu katika umoja huo ikiwa hawaamini? Burkina Faso ni nchi iliyogawanyika kidini. Wengi wa watu wangu hapa ni Waislamu. Wengi wanafata dini za jadi. Ninapouleta Ukristo, je, hiyo haitaleta mgawanyiko zaidi? Yesu alisimama na aliokota mawe laini yaliyo pembeni ya mto, aliyanyanyua kuyachunguza. Ngoja nikuulize kitu, alisema. Unapofanya maamuzi kama rais, huwa unaomba na kuuliza au kuhitaji hekima yangu? Ndiyo, nilijibu na kukiri mara zote, hasa kabla maamuzi mazito ya kijeshi na mapatano makubwa, huwa nafanya hivyo. Yesu aliniuliza tena, je,
Uliona hekima yangu imekusaidia kufanya maamuzi sahihi? Ndiyo, nilijibu tena kuwa kuna wakati nilikuwa naelekea siko, lakini kwa hekima yako nilirudi katika njia sahihi. Akasema, kwa hiyo unaamini mimi kukuongoza katika uongozi wako? Aliuliza tena. Ndiyo bwana wangu, nilijibu. Alirusha jiwe katika mto na tuliona maji yakitawanyika kutoka pale jiwe lilipotua kwa mawimbi. Yesu aliuliza tena, kwa nini usiniamini pia katika hayo matokeo ya kukiri kwako au kukiri imani yako hadharani kuwa wewe ni mwanangu, mfuasi wangu? Ibrahimu, unataka hekima yangu ikufanye kiongozi mzuri, lakini hutaki gharama ya kukiri imani yangu kwa dunia kuwa wewe ni mfuasi wangu. Unataka faida ya kuwa mtumwa wangu katika hali ya siri, huku ukiendelea na mambo yasiyofaa na kutumia nafasi hiyo kujificha ya kukutia nguvu, lakini utumishi haupo hivyo. Ibrahimu, bwana wangu, sio kwamba najaribu kuwa mnafiki. Najaribu kufikiri kipi bora kwa taifa langu. Najua, alisema kwa upole, na hiyo shauku ya kuwahudumia watu wako vizuri imetoka kwangu. Mimi ndio nimekupa Ibrahim, lakini unafanya kazi kwa makisio. Unadhani ukisema wazi ni mfuasi wangu, uwezo wako wa kuongoza taifa hilo utadhuliwa. Ninakuambia kweli, kinyume chake ni sahihi. Huwezi kuwatumikia watu wako kwa mafanikio jinsi unavyotamani ndani ya moyo wako, isipokuwa utangaze duniani, ukiri wazi ya kuwa wewe ni mfuasi wangu, wewe ni mwanangu. Niliuliza, kwa nini? Kwa nini imani yangu ni jambo muhimu? Kwa nini siri ya imani yangu au kukiri duniani imani yangu ni jambo muhimu? Naweza kukufuata vizuri katika moyo wangu bila kutangaza duniani. Yesu alinigeukia na kwa upole alijibu, Ibrahim, unapoficha uhusiano wako na mimi, unawafundisha watu wako, hasa wa Kristo na wa Burkina Faso, kuwa imani ni kitu cha kufichwa. Kunifuata mimi ni kitu cha aibu au kitu cha kuweka siri au ni kitu cha ziada hadi utafute mazingira mazuri yanayofaa. Wewe ni miongoni mwa viongozi wanaoonekana Afrika Magharibi sasa hivi. Vijana katika bara lote la Afrika wanakutazama kama mfano wa kuigwa. Wengi wanahamasishwa na wewe. Je, hawa wote unawafundisha nini? Unapowakataa kwa ujasiri, au pale ulipowakataa kwa ujasiri wa Faransa, unapokataa ukoloni mamboleo kwa ujasiri, unapofanya mapambano dhidi ya ugaidi, lakini ufiche uhusiano wangu mimi na wewe, maana yake nini, Ibrahimu? Huwezi kuendelea kutumia mamlaka yangu na hekima yangu ikiwa utanikataa hivi mbele za watu. Zipo kanuni za kiroho katika utendaji wangu. Niliwaambia mitume wangu, atakayenikiri mbele zangu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Lakini atakayenikataa mbele za watu, nami nitamkataa mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo ukinikataa mbele za watu, nami nitakukataa mbele za Baba, na ukinikubali mbele za watu, nami nitakukubali mbele za Baba yangu aliye mbinguni. Ibrahimu, sisemi kwamba umenikataa, sivyo, lakini unanificha, unaniamini kwa siri. Hilo lina madhara yake. Linaniwekea mimi ukomo wa namna ya kukusaidia, Ibrahim. Hapo nilimuuliza, unataka nifanye nini Bwana? Nataka ubatizwe, alisema, tena kwa usahihi, hadharani, kama Rais Ibrahim Traore, kiongozi wa Burkina Faso, na kutaka ukiri imani yako hadharani juu yangu. Akili yangu kwa haraka ikaanza kupitia vikwazo vitakavyotokea. Nikasema, Bwana, hii italeta tatizo, hii italeta machafuko. Jamii ya Kiislamu itaona nimewasaliti. Wapinzani wangu wa kisiasa watalitumia hilo kama njia ya kuniangusha. Watasema nataka kuifanya kuwa serikali ya Kikristo. Viongozi wa mikoa ambao ni Waislamu, uhusiano wetu utavunjika na kuwa mbaya kabisa. Tena vyombo vya habari watapata pa kusema
mambo katika nchi yatabadilika. Yesu alisema kutakuwa na maneno, kutakuwa na kupingwa, baadhi ya mahusiano ni kweli yatavunjika. Lakini nikuulize, uliposimama dhidi ya Ufaransa, ukoloni mambo leo, ulipowafukuza Wafaransa walowezi, hukujiingiza kwenye hatari? Washauri wako si walikuonya kuhusu hilo? Itasababisha nchi kutengwa, hata uvamizi wa kijeshi? Ndiyo, walinishauri hivyo, lakini niliona muhimu kufanya vile. Ikiwa uliingia gharama kubwa hivyo kupata uhuru wa kisiasa, je, si vyema sasa kuingia gharama hiyo hiyo kubwa kwa ajili ya ukweli wa kiroho? Ulisimama kwa ujasiri na kila aina ya unyonyaji na ukandamizaji kwa sababu uliamini Burkina Faso inahitaji uhuru na mshikamano. Je, hutaki kusimama kwa ujasiri kwa ajili yangu ili kuupata uhuru wa kweli unaotoka kwenye ukweli, na mimi ndiyo kweli? Mimi nilimjibu, mimi siogopi kufa, bali na hofu kuleta mgawanyiko kwa watu wangu. Yesu alinishika bega akasema, najua unaogopa. Sio dhambi kuogopa, bali dhambi ni kuacha uoga ukuzuie kunitii. Ibrahim, sikwambii uziache kazi zako za kisiasa au kuwafanya Burkina Faso waingie kwenye machafuko. Sikwambii uwapendelee Wakristo au kuingiza Ukristo kwa kila mtu, bali ninachokuambia ni wewe kuacha kujificha kuwa wewe ni wangu, kuwa wewe ni nani. Na kuambia ukiri wazi kuwa wewe ni mwanangu, mfuasi wangu, kwamba umeyatoa maisha yako kwangu, kwamba unaniamini kama Bwana na Mwokozi wako. Katika ubatizo nilisema hilo. Ubatizo ni utamaduni wa kibiblia wa wazi kwa wafuasi wangu na imani niliyowaachia miaka 2000 iliyopita. Ni ishara ya nguvu. Kwenda kwenye maji inawakilisha maisha ya kale yamekufa, ndiyo huko kuzamishwa katika maji. Kuinuka juu ya maji inawakilisha maisha yako mapya kwangu. Ni ushuhuda wako kwa dunia kuwa wewe ni wangu. Alimuita katika maji. Alimuita Ibrahimu katika maji na kumbatiza. Vyote vya kale vimekufa. Ni mfano huo nataka ukaufanye duniani. Nilimwambia Bwana, nitatii yote ulioniambia. Nipo tayari kubatizwa mahali popote siku yoyote. Bwana akasema, najivunia Ibrahimu na nakuahidi nitakuwa pamoja nawe katika kila jambo linalokuja mbele yako. Katika upinzani wowote juu ya ubatizo wako na kukiri kwako imani, sema ukweli kwa hilo jambo binafsi la kiimani. Yaani sema wazi kuwa hilo ni jambo binafsi la kiimani, sio mpango wa kisiasa. Sema tu wazi kwa utaendelea kuongoza Burkina Faso, utaendelea kuwa rais wa Burkina Faso kwa utaratibu ule ule na kwa desturi zile zile. Niliuliza, vipi kuhusu mapambano ya kigaidi? Alisema, Ibrahim, mambo yote haya ya kimwili yanaanzia rohoni na huwezi kushinda bila kukiri. Ndiko kwenye asili ya nguvu zote. Ndio maana nakutaka ubatizwe Ibrahim. Ibrahim, nataka nikuambie kuhusu mpango ulio mbele ya taifa la Burkina Faso. Ninao mpango mkubwa katika taifa hilo, zaidi ya huo uhuru wa kisiasa na usalama wa kijeshi. Nataka Burkina Faso iwe taa ya Afrika Magharibi. Nataka nikutumie wewe kukamilisha hilo, lakini inakuhitaji kuongoza kwa shauku ya kiroho, sio kwa mihemko ya kisiasa ya kimwili. Inakuhitaji unikiri mimi na ujivunie mimi wazi na kwa wote. Nitafanya yote. Ndivyo Ibrahimu alivyojibu. Dunia ijapokutenga, mimi nipo pamoja nawe. Ibrahimu ni jina kama majina mengine.
Waislamu ndio wameleta tofauti ya majina, kuwa jina hili ni la Kikristo na hili ni jina la Kiislamu. Lakini zamani majina yote yalikuwa sawa na yalianza kutumika hata kabla ya Uislamu haujaja. Nabii Musa, wao wanasema ni Muislamu. Nabii Musa yuko hapa na ana kanisa na madhabahu ya Mungu juu ya dunia nzima. Ibrahim Traore kabatizwa mwaka jana, ni Mkristo. Na Nabii Musa amesema mara kadhaa kuwa Ibrahimu amepita majaribu mengi, lakini wote waliofanya majaribu wameshindwa. Kila mtu anajiuliza Ibrahimu ana bahati kiasi gani hadi anapona kwenye majaribio hayo. Nabii Musa amefichua siri ya Ibrahim Traore, ni madhabahu ya unyakuo. Nabii Musa ndiyo inayomlinda, si kwa uwezo wake. Madhabahu hii ya unyakuo, Unyakuo TV, ambayo ipo chini ya mjumbe wa Mungu duniani Nabii Musa, ndiyo inayomlinda Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Nabii ana udhibitisho wa hayo yote. Yeye ndiye ametumwa kwa ajili ya dunia nzima, sio Tanzania tu. Ukumbuke, nabii ametoka kusema hata rais wa Kenya ni mwanamke, wa Kongo anamjua. Amesema Mungu anataka Afrika iwe na G7, zile nchi 7 zenye nguvu barani ya Afrika. Mungu ameshaziandaa na amempa Nabii Musa kuandaa utendaji wake, maandalizi ili ziweze kutumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Je, jeshi la mtu mmoja ndani ya watu milioni moja sio huyu Nabii Musa ambaye anatenda kazi duniani kote kurekebisha kila sehemu ambako Mungu anamtuma? Ibrahim Traore ni miongoni mwa nchi ambazo Mungu anataka kuzifanya ziwe kubwa katika bara la Afrika, hasa upande wa Afrika Magharibi, kama Yesu mwenyewe alivyosema ya kuwa nataka kuifanya Burkina Faso iwe nchi kubwa, iwe nchi yenye uweza, iwe taa kwa upande wa Afrika Magharibi. Afrika Mashariki ziko nchi zingine, Tanzania ikiwa ni chimbuko la bara zima. Nuru ambayo Waafrika wanaiona ipo Tanzania kuenea mataifa yote. Nabii Musa anatenda kazi dunia nzima, kila taifa kwa namna yake. Mitihani kama hiyo imefanyika kwa nchi nyingi, huwezi kujua sasa, lakini katika roho mjumbe huyu Nabii Musa ameshiriki kwa namna usiyoijua kuwafanyia majaribio marais wengi katika bara hili la Afrika na duniani. Wanaoshindwa mitihani ndio hao wanaondoshwa, wengine kwa kufukuzwa, wengine kwa kukataliwa na wananchi, maana wanatakiwa waje watu ambao watasimama na mapenzi ya Mungu. Huu ni wakati wa Masihi kujulikana na utukufu wake kusimama. Kila goti litapigwa mbele zake. Mataifa yote yatajua ya kuwa Mwokozi pekee ni Bwana wetu Yesu Kristo pekee. Mungu awabariki sana. Ibrahim Traore anasema hata katika maisha yake hakuwahi kukiri wazi ya kuwa yeye ni Muislamu, isipokuwa kwa desturi za watu kujua jina hili huwa linatumika huko, ndivyo wakasema hivyo, lakini hakuwahi kuishi kama mtu wa dini yoyote wakati wote wa maisha yake. Mungu amemtokea hivyo ili kuimarisha uelewa wake na imani yake. Nabii Musa, mjumbe wa agano la mwisho, ndiye mtendaji na ndiye msimamizi wa nchi zote hizi. Mbarikiwe sana na Bwana. Amen. Shalom na kusalimu. Tunaomba sapoti yako katika kuimarisha huduma hii, kwani tuna uhitaji wa vifaa vingi vya kiofisi, na ili tuwafikie wengi zaidi tuna mahitaji mengi. Basi ikiwa una mchango, sadaka au maoni, tafadhali tumia namba hii *255 665 53 82 08. Pia unaweza kutumia namba hii kwa WhatsApp kama una maoni au ujumbe binafsi kwa ajili ya huduma hii. Mungu awabariki wote. Amen.